wametueleza makusudio ya Al-Qur'anul Karim, na tuko katika suratu Maryam, ikiwa tuliishia katika aya ya 26, na jana tukasema kwamba tutakuja tueleze leo istifaullahi ta'ala li ali Imran ala alalamin, uchaguzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwachagua ala Imran juu ya walimwengu wote wa zama zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii dunia huwa anafanya uchaguzi, yani wa kuwachagua watu wasimamie mambo fulani. Hata katika jambo lako uliopo wewe umechaguliwa, kama namna ambavyo haswa katika dini watu wanachaguliwa kuiongoza dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla sijaeleza hapa, tusikie uchaguzi. Si ule uchaguzi tunaojua wa kupiga kura ule, huu ni uteuzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sizungumzii ule, maana watu wakisikia neno uchaguzi akili zao zinawapelekea kule. Sasa labda kwenye kuchagua mwenyekiti, kuchagua diwani, la, si huko. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha nadhara fi qulubi al-ibad, hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliangalia katika nyoyo za waja wake, waja wote. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama athhara al-qulub fastafahu li nafsihi wa ba'athahu. Mwenyezi Mungu aliangalia katika nyoyo za waja wote tulikuwepo siku hiyo, tuliangaliwa wote. Uteuzi huo tukaangaliwa, akakuta Mwenyezi Mungu katika uteuzi wa kwanza, moyo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moyo umetwahirika, hauna hata chembe kidogo ya chuki, ya kujipendelea, kunini, hauna. Mwenyezi Mungu akasema, huyu ndo anafanya mtumilize awe mtume wangu. Kisha tena Mwenyezi Mungu akaangalia, tulikuwepo wote, uchaguzi huu kipindi unafanyika, tulikuwepo wote kabisa. Wengine wakaangalia wasema, wewe utakuwa muadhini tu wewe. Uchaguzi huo unaangalia, wewe bwana, wewe kazi yako utakuwa wala udhalini unatikia amini. Uchaguzi, yani mtu kimwona amekaa ni shehe nani kachaguliwa. Sasa Mwenyezi Mungu akaangalia tena katika nyoyo za waja, akakuta nyoyo zifaazo kuwa na Bwana Mtume Muhammad ni maswahaba wamechaguliwa bwana. Si kwamba walitaka wao, waliangaliwa wakakutwa nyoyo zao zinafaa kuamiliana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakachaguliwa kuwa ni maswahaba wa Mtume. Si kwamba mtu aliamua tu, unaweza kujitolea. Mtume akisema kauli, utaipenda kauli yake au utarudi nyuma. Yaliangaliwa yale. Hata kuna kitu kimoja, yule bwana mmoja alikuwa kila swala baada ya swala alfajiri humfuata imamu wake, ambia, imamu, natamani na mimi ningekuwa katika zama za maswahaba, yani nikiwasoma kina Saidina Abubakar, kina Saidina Umar, natamani na mimi ningekuwa zama hizo. Yule imamu amwambia, tosha bwana, huku kuliko bwana tosha, wa kullu wa'ada Allahu husna. Yule bwana kila akikutana na imamu wake anamwambia, basi bwana tafanyaje, lakini mimi natamani ningekuwa na mimi katika maswahaba. Sasa siku moja akaja akakutana na imamu wake alfajiri, akamwambia, bwana mimi naona bora hata sikuwepo katika zama za maswahaba, bora. Sasa kuna nini? Asema, nilichokiona leo usiku bora huku pananitosha kuliko kule kwa maswahaba. Kumwambia nini? Asema, mimi nimeota niko Madina. Ameota yuko Madina, na nilikuwa na gari yangu mbaya mbovu.
Sasa nilikuwa niko kwenye mlima napanda, mida nikamuona bwana mtume Muhammad, nikasema sasa leo atapanda kwenye gari yangu mtume, nitakuwa nimepata sharafu katika gari yangu kapanda bwana mtume. Baada ya kumpakia bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, ile njia za Madina nasema zina milima kupanda na kushuka. Sasa wakati anateremka katika mteremko, ile gari yake akitizama breki haiko, imekataa. Na mtume sasa leo salala mtume wa Mungu anakwenda kupinduka tena na gari hii vipi? Akashuka kwenye gari haraka atafute jiwe kama kigingi kuzuia gari isije ikateremka kwa sababu haina breki. Mida akatokea sahaba akamuuliza kuna nini? Ambia gari yangu bwana imekata breki. Sasa sema natafuta jiwe niweke. Yule sahaba alikwenda akaweka kichwa chini ya tairi. Sema unawaza kama alikuwa sahaba utaweza kuweka kichwa chini ya tairi wewe? Yule bwana anasema basi kwa haya mimi bora nibakie huku, siwezi. Uteuzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo yule mmoja akasema idha lam tahtarim shakhsan insanan bi shakhsiyatihi, ukitomheshimu mwanadamu kwa wanadamu wake, ukamwona wa kawaida tu, fahtarim istifaa Allahi lahu, heshimu uteuzi wa Mwenyezi Mungu aliyomteua katika nafasi. Sasa dunia inakwenda kwa uteuzi. Baada ya maswahaba wakaja tabiina, wameteuliwa wale. Baada ya maswahaba Mwenyezi Mungu akaona ni watu gani wanafaa kutumikia dini yangu, tabiina, watu wema waliowaona maswahaba wakawa. Baada ya hapo wakaja tabi'i, ule ni uteuzi uliendelea. Baada ya hapo tena waje kina tabiina, ndo wanaingia kina Imamu Shafi'i. Katika tabi'i wanaingia kina Imamu Abu Hanifa, wanaingia humo. Huo ni uteuzi. Sasa ndo na sisi hapa tunazungumzia, lakini uteuzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwachagua Ala Imran juu ya viumbe wote katika zama zile. Tulisema leo tutaizungumzia hiyo. Na ni aya iko inna Allaha astafa Adama wa Nuha wa Ibrahima wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin. Mwenyezi Mungu kawateua hawa. Kawateua. Utaona kamteua Nabii Adam, kamteua Nabii Nuh, kakiteua na kizazi cha Nabii Ibrahim alayhi salam, kakiteua na kizazi cha Imran. Na tunaposema neno au jina la Imran, kuna Imrani wawili tuwajue, sio mmoja. Imrani walikuwa ni watu wawili. Wapo. Kuna Imran mzazi wa Nabii Musa, babake Nabii Musa na Harun, na alikuwa anaitwa Imran. Huyu Imrani huyu ambaye kwamba ni baba yake na Nabii Musa na Nabii Harun alayhi salam, huyu anakwenda kwa Nabii Yaqub, anakwenda mpaka kwa Nabii Ishaqa, anakwenda mpaka kwa Nabii Ibrahim, kwa sababu yeye wanatuambia kwamba baba yake ni Yashur. Imran bin Yashur bin Lawi bin Yaqub bin Ishaqa bin Ibrahim. Huyo ni Imran. Na kuna Imrani ambaye ni baba yake na huyu Maryam, tulikuwa tunasoma kisa chake jana. Na yeye anaitwa ni Imran bin Mathan bin Sulaimana bin Daud bin Yaqub bin Ishaqa bin Ibrahim. Wako Imrani wawili. Sasa hawa ndio wamechaguliwa. Na kwa nini kuchaguliwa? Kwa sababu nia zao zilikuwa ni kuitumikia jamii, kuinufaisha jamii. Ndio wakaangaliwa kuona kwamba hawa wanafaa katika zama zao. Walichaguliwa kwa sababu wao bidii yao ni kuwanufaisha wanadamu, wawaelekeze katika njia ya sawa, waweze kufika salama salimini kwa Mwenyezi Mungu. Na wewe ukifanya hivyo, lengo lako ni kumsaidia mwanadamu hapa duniani aondoke salama, kesho akhira afike salama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wewe nafasi utakuwa nayo. Utakuwa nayo nafasi hata katika ardhi ya kutambua. Utakuwa nayo nafasi kaburini, utatambulika. Utakuwa nayo nafasi katika malaika, watakutambua. Utakuwa nayo nafasi hata katika ile sehemu unayokaa.
Si mnasoma nyinyi katika suratul Dukhan, ambaye fama bakat alayhimus samaa'u wal ardu wama kanu mundharin. Basi wale watu ambao kwamba duniani wapo, mpango wao ni kuwaongoza watu wamkufuru Allah, mpango wao ni kuelekeza watu waachane na ibada za Allah, hawa wakifa hata mbingu haziwalilii. Yani mtu akiishi duniani, yeye mpango mkakati ni kuwasaidia watu wamkatae Mwenyezi Mungu, watu wasimtambue Allah. Huyu akifa hakuna kinachomsikitikia hata kimoja. Lakini yule ambaye atakwenda mbio jamii isaidike, jamii inufaike kwa uwepo wake, jamii imtambue Allah, huyu akiondoka mbingu huja ikamlilia, ardhi ikamlilia, milango mbinguni inafunguliwa, bali kuna athari hubakia duniani. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, hakika yetu sisi tunawahuisha wafu na vile vile tunaandika yale waliowatanguliza na athari zao tunaziweka duniani. Hivyo mtu atakapokuwa yeye ameenda mbio kuinufaisha jamii, athari yake inabakia na Mwenyezi Mungu anamteua, na si kumteua tu, na hata kizazi chake pia kinanufaika kwa kule yeye katumikia. Sasa hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zetu ni hizo. Ima unataka mtoto wako awe msomi, baadaye akusaidie kwamba ukizeeka uwe una mtu akukuletea kilo 5 za mchele, akuletee kilo 2 za sukari, akununulie na nguo. Unawaza hivyo, si vibaya si vibaya kuwaza hivyo, lakini kuna kufikiria ambako kwamba ni kuzuri zaidi, ambako kwamba ile dhuria ukiacha iwe ni nzuri, dhuria ambayo kwamba itamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo mke wa Imran akatamani, baada ya kutamani akasema ile idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiu ad-du'a. Aliposema, kumbuka aliposema mke wa Imran, baada ya kuona watu wa mji wao fikra zao ni hizo, wanazaa watoto wajifakiria na watoto 5 na wote wamekwenda Ulaya kusoma, ana watoto 4 na wote wana PhD wasomi, wamekwenda Navy. Alipoona fikra zao hivyo akasema hapana, Mwenyezi Mungu, mimi naomba mtoto wangu awe huru na hizi fikra, ndio muharrar hapa awe huru, asiwe ni mtumwa wa kuitumikia dunia. Leo sote tumekuwa ni watumwa, tunaitumikia dunia, watumwa tu. Tunajenga majumba makubwa sana, hayo majumba yenyewe tutakaa pengine miaka 10, miaka 20, tunakufa tunayaacha. Lakini vipi ukijenga nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba itabakia ni dhikra kwako, utajo mpaka kinasimama kiyama, itakuwa ni fakari ipi kwako? Si mnasoma hadithi maarufu, Mtume unajua uzuri kayaweka wazi, idha mata ibn adama inqata'a amaluhu illa min 3. Anapokufa mwanadamu amali zake zote zinakatika, ila mambo 3 yanabakia: sadaqati jaria, sadaka yenye kupita kila siku yenye kuendelea. Yani kajenga msikiti, kajenga madarasa, kaacha wakfu, kwamba wanaotumikia dini wanufaike, wanaosoma dini wanufaike. Na hili leo tulifikiria Waislamu kabisa, leo hatuna fikra hizo. Ikitokea mtu labda anaweka mashindano ya Qur'ani kuhifadhisha watu mpaka aje awaue maswahaba hapa, au aue kweli kweli maswahaba wengine walikufa kwa ajili ya dini, walikatwa vichwa kwa ajili ya dini, ndio mtu kidogo anashtuka anatoa 1500. Hapo kashtuka huyu, anatoa 1500 kwenye akaunti ana milioni 30 ziko zinasoma vizuri tu, anatoa 1500. Basi sadaqatin jaria au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo kwamba inatolelewa manufaa, elimu ambayo kwamba waisuri. Una nia gani nzuri? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitoitimiza kwako ataitimiza kwa mwanao, akitoitimiza kwa mwanao ataitimiza kwa mjukuu wako, akitoitimiza itakwenda mpaka itatimia tu, ile haianguki. Ndio somo tulilisoma jana. Ndo sababu ya kuja akazawa Nabii Isa ilikuwa ni kwa sura hiyo. Yule mke wa Imran alitia nadhiri hiyo kwamba apatikane mtu ambaye kwamba ataweza kuisimamia Baitul Maqdis. Na sisi vipi nia zetu mabwana?
nia zetu vipi? Tunawaza nini katika Uislamu wetu? Vizazi vyetu ambavyo kwamba hivi tunavyo, tunavielekeza mwelekezo gani katika Uislamu? Tunavihusia nini katika Uislamu? Basi tuendelee na hii aya. Hii ilikuwa ni kueleza tu sababu ya kuja kupatikana Maryam na kupatikana Nabii Isa. Sababu ilikuwa ni hizi, ndo wakaja kupatikana hawa. Leo aya tunaanza nayo, tuanzie hapa. Fakuli washrabi wa qarri aina. Japokuwa aya tulisoma jana, tuanzie hapo. Basi akaambiwa Bi Maryam kula, baada ya kuwa ameambiwa atikise ule mtende ambao kwamba ulikuwa umekauka. Baada ya kuwa amekwenda pale na uchungu, mtende ule ukastawi, ukabadilika kuwa ni wa kijani na una matunda. Mitende ipo na tende zile zimeiva kabisa. Anaambiwa basi atikise, matunda yatateremka, ale hali ya kuwa ni matunda mazuri, yanafaa kuliwa. Tena amwambia waqarri ainan, na utulie jicho. Utulie jicho kwa maana ya kwamba kuwa uko juu ya furaha na kukunjuka moyo. Tulia kabisa. Huyu mtoto uliyomuona huyu, usije ukahuzunika kwa nini umempata. Kumuona kwake furahika, kwa sababu huyu ni hiba, ni zawadi umepewa wewe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usihuzunike. Maneno haya inasemekana kwamba alikuwa anamwambia ni Sayyidina Jibril alayhi salam. Anamwambia kula, kunywa, na ule mtu uliopatikana pale wa maji yake ni safi, kunywa wewe, lakini tulia. Ukimwona mtoto wako furahika, usimuone ni tatizo, kwa sababu amekuja kwa inaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akamwambia fa imma tarayinna min albashari ahadan, basi ikiwa popote utamuona katika wanadamu yoyote, fakuli, basi mwambie inni nadhartu lirrahmani sawman, hakika yangu mimi nimeweka nadhiri kwa mrehemevu mno. Sawman, kunyamaza, sio kufunga hapa Sawman, kunyamaza, kwa sababu saumu ina maana mbili. Kuna saumu kwa hii ya kisheria na kuna saumu ya kilugha. Sasa hapa sauman, kunyamaza. Falan ukallima alyawma insiyan, basi sinto sema siku ya leo kuzungumza na mwanadamu yoyote. Yani kana kwamba anaambiwa kwamba wewe utakapomwona mwanadamu yoyote na akataka kukujadili katika hili, akataka kuweka mjadala, kukuonye maswali, wewe nyamaza, kwa sababu hutoweza kumjibu. Akikuuliza huyu mtoto kapatikanaje, utamjibu nini? Una la kumjibu, utakaa kimya, hivyo nyamaza. Hapa inasemekana kwa nini Sayyidina Jibril alimwambia hivyo Maryam anyamaze, kwa sababu inasemekana kanu yutaabadu indahum bitarki alkalam, zama zao ilikuwa ni mtu pia anafanya ibada kwa kuacha kuzungumza. Yani mtu akikaa kimya hivi kwao walikuwa wanashukulia ni ibada ile, kama ambavyo inavyochukulika ibada ya funga ni kuacha kula na kuacha kunywa. Wasema falan ukallima alyawma insiyan, sineni, sizungumzi siku ya leo na mwanadamu yoyote, kwa sababu usije ukafunguka mlango wa mjadala na kushindana na watu ambao kwamba akili zao hazipo, na mtu ambaye kwamba yeye ni mtaalamu wa kuzungumza, ni mbishi. Shindana na wanawachuoni 100 na nikawashinda. Nilikutana na mjinga huyu akanitoa jasho. Sasa naambiwa acha kujadiliana, wakaamrishwa kwamba asizungumze. Lakini kwa kule kunyamaza kwake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambainisha hoja yake na atabainisha kutakasika kwake na tuma watakaomtuhumu watu na utahara wake kwa muujiza wa kuzungumza Nabii Isa alayhi salam. Basi hapo wanasema akenda faatat bihi qaumaha tahmiluhu, baada ya hapo akawaijilia watu wake akiwa na Nabii Isa amembeba.
sababu tunasema alikuwa Baitul Lahmi kule, alikwenda kule makanan qasia, mbali kule, akaenda akajifungua kule. Baadaye sasa akarudi na mtoto sasa huku mjini. Sasa akawaijilia watu wake na Nabii Isa naye kambeba, tahmiluhu, ambeba. Qalu, wale watu baada ya kumuona binti ambaye alikuwa anaaminika anaitumikia Baitul Maqdis leo ana mtoto, hawakukaa kimya, hawakuweza kuvumilia. Qalu, wakasema, ya Maryamu, ewe Maryamu, laqad jikti shay'an fariyan, hakika umeleta jambo kubwa mno, jambo ambalo halina mfano, jambo zito mno. Ndiyo faria. Faria ni jambo ambalo kwamba Allahu akbar, ni aibu kubwa, wanamwambia jambo kubwa, jambo ambalo kwamba limepita mpaka katika shari, zito mno, halielezeki. Yani wanakusudia kwamba katenda zinaa. Katika dhambi mbaya mabwana ni zinaa, mbaya mno. Leo maisha kuharibika, watoto wa zina. Leo maisha yamekuwa ni mabaya, magomvi hayaishi katika kwa sababu watoto walioko sio wa halali. Huku kesi, huku kuna nini, huku watoto ambao kwamba wanapatikana nje ya ndoa, ndo hawa walishtuka. Ndio anambia laqad jiti shay'an fariyan, umeleta jambo, janga kubwa, janga ambalo kwamba haliwezekani, halibebeki. Lakini leo lilasaf zinaonekana ni jambo la kawaida tu, jambo la kawaida. Ndio Bwana Mtume Muhammad alitahadharisha akasema, kaifa idha raaitumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkaran, hivi vipi takapofika zamani jambo jema mtaliona ni tatizo na jambo baya mtaliona ni poa, ni safi, itakuwaje? Ndio zama za leo, ndio zama za leo. Jambo zito mno linaleta matatizo, riziki haziji, watu mnavunja viungu, mnakwenda makaburini, mnazikwa, mnafufuka, lakini mambo bado hayawi. Tatizo ni hapa. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha sana, bali imekuja hata katika hadithi, hunaka hadithun la'ana Allahu thalatha, kuna hadithi imekuja Mwenyezi Mungu watu watatu kawalani, miongoni mwao ni mtoto wa nje ya ndani, mtoto wa nje ya ndoa. Huyu kalaanika huyu. Hata Waswahili wanasema ukimtia hata katika chupa ananyanyua mkono, niko humu. Yaani kinaya kwamba hata akistirika mwenyewe huwa ajistiri, anataka ajidhihirishe katoka wapi. Sasa mabwana, tunapoyasoma haya tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na janga hili. Ni tatizo kubwa sana sana, bali Bwana Mtume akaenda mbali mpaka akasema kwamba ishtadda ghadabullahi ala imra'atin, hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imekuwa kubwa juu ya mwanamke, adkhalat fi qaumin waladan laysa minhum, amewaingizia katika familia watu mtoto sio wa kwao. Wewe unajigamba mwenyewe maskini ni mtoto wangu, kumbe sio. Huyu ana hasira kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mabwana, tujiepushe na hilo, tujiepushe na hilo. Hapo wale mabwana tena wakasema, ya ukhta Haruna, ewe ndugu ya Harun, ya ukhta Harun, ewe dada wa huyo Harun. Huyo Harun sio yule Harun ndugu yake na Musa, la. Haruni huyu alikuwa ni mtu mwema, alikuwepo zama hizo, katika zama za Maryam, kwa sababu huyu Harun na Bi Maryam wanasema imepita kati yao miaka 600. Yule mtume yule Harun alikuwa na Harun, ewe ndugu yake na Harun, yani Haruni ambaye kwamba yeye alikuwa na matendo mema kama yako, na akaitwa kama Haruni yule, kwa sababu hapa hata kuna kiswa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikwenda katika mji wa Najirani. Najirani ni sehemu ilikuwa inaishiwa na Mayahudi. Wale Mayahudi
wakawauliza masahaba, wakawaambia antum taqrauna indakum fil Qur'ani alladhi nazala ala nabiyikum, nyinyi mnasoma katika Qur'ani yenu ambayo kwamba imeteremshwa juu ya mtume wenu, fi Maryam, katika Maryam, kwamba ya ukhta Harun, kuna neno mnalisoma ewe dada wa huyo Harun. Wale masahaba wakasema ndio. Wale Mayahudi wakasema inna baina Maryam wa Haruna wa Musa 600 sanatin, hakika kati ya Maryam na Harun na Nabii Musa kuna miaka 6. Sasa ni dada yake kivipi? Hebu tuambieni. Wale masahaba wakawa wamekaa kimya. Waliporudi kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamuuliza, ya Rasulullah, hii imekaaje hii? Huyu ya ukhta Harun ni Haruni gani huyu? Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, innahum kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim, hakika wao walikuwa wakiwaita watoto wao majina ya mitume wao. Ndio maana hata nawe ni sunna, mtoto umempata katika njia ya sawa, muite jina zuri, usimuite jina baya. Haya majina huwa yanaumba. Ukimuita mtoto wako Masumbuko, atasumbuka mpaka kufa kaburini, anasumbuka tu mpaka mule ndani kaburini atasumbuka. Umuita Masumbuko, atasumbuka tu. Binti anaitwa Chuki. Sasa yeye ni chuki maisha tu, chuki kwa mume wake, chuki watoto wake, ni chuki familia yake, yeye ni chuki tu sababu ya jina. Bwana mtume Muhammad akikaa kwenye hadhara yake anaona raha, lakini akitoka baadaye anaenda kumsengenya. Hapa akija kwa mtume raha kweli kweli, lakini akitoka nje anaanza kwa hata mimi mtume nampinga, hata mimi simkubali, hata mimi kadha, anaanza kumpinga tena. Ili kidogo usahaba likamkwaza, ikabidi aende kujishtaki kwa bwana mtume Muhammad. Mbia, ya Rasulullah, mimi nakupenda kweli, nakupenda mno, lakini nikitoka hapa nikienda pembeni na kusengenya. Bwana mtume akamuuliza, jina lako unaitwa nani? Muulize. Yule bwana akasema, mimi naitwa Himar. Jina lake anaitwa Himar. Himari nani? Akasema Nukhaishi, punda mwana kigumu. Bwana mtume akasema, wewe matatizo yako ni jina. Kuna mtu mwingine riziki zinakuwa mbaya sababu ya jina tu. Jina. Watu wanakuchukia mtaani kwa sababu ya jina. Jina lako tu unachukiwa mtaani. Basi majina yawe mazuri. Bwana mtume akawaambia maswahaba wao walikiwaita watoto wao majina ya mitume wao. Na sasa bwana mtume akasema huko palikuwa pana Haruni mmoja katika zama za Maryam, ndio ya ukhta Harun, ewe dada yake na huyo Harun, yani kwamba ambaye amefanana na yule mtu mwema wa zama zake katika matendo. Wakamwambia, ma kana abuki mraa sawin, baba yako hakuwa ni mtu mbaya, hakuwa ni mtu wa kona kona, waliyadhu billah, kwa lugha sasa hakuwa ni mtu wa michepuko. Hizi lugha kidogo hazifai. Ni mtu ambaye alikuwa ni mtu anapambika, anajulikana uchamungu wake, hana mpango na dunia, utahara wake, adabu yake alikuwa anajulikana. Wama kanat ummuki baghiya, lakini pia mama yako hakuwa ni mtu mbaya, ni mtu wa matatizo, ni mtu mzinifu, hakuwa hivyo. Baada ya kuwa maki wanamtuhumu sasa, umefanya kitendo ambacho baba zako ni hao, mama zako ni hao, sifa zao ni hizo, lakini wewe umekuja kuwachafua. Anajiteteaje sasa hapo? Ndio maana kuna wakati mwingine mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweke msaada wake ndio unaokoka katika jambo. Ukienda peke yako hutoboi. Wale watu wakasema, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, yani walisema kama kumfanyia istihzai. Alipoashiria kwamba zungumzeni na mtoto, wale wakasema kama maneno ya kejeli. Vipi tuzungumza na mtu ambaye kwamba yuko kwenye tandiko, mtoto mdogo, bado hata miezi 6 hajafikisha, tuzungumze naye? Wenyewe wakachukulia kwamba jambo linakwenda katika wanadamu wa kihalisia huu, kumbe jambo aliendi hivyo. Na inasemekana wakati anamwashiria mtoto alikuwa anamnyonyesha, basi pale pale yule mtoto Nabii Isa fafaka thadia, akaacha kunyonya. Waliposema haya maneno akaacha kunyonya.
wattakaa ala yadihi al-yusra, akategemea katika mkono wake wa kushoto. Kisha warafaa yadahu al-yumna wa isbi'ahu, akanyanyua mkono wake wa kulia na kidole chake cha shahada akanyanyua. Na hapo sasa Nabii Isa alayhi salam akaanza kuwazungumzia hutuba ya ajabu ambayo tutasoma hapa mbele, hutuba kubwa mno. Baada ya kuwazungumzia hutuba hiyo, wanasema fakanat ayatan mubhiratan, ikawa ni muujiza wenye kushinda, ambao kwamba muujiza huo ukajulisha juu ya utwahara wa Bi Maryam kwa yakini na kwa uchamungu wake na kwa kuipa nyongo kwake dunia, na kuwa yeye hajafanya jambo lolote baya. Qala, akanena Nabii Isa alayhi salam, inni abdullah, akasema hivyo baada ya kuwa amenyanyua mkono juu, akasema hivyo, inni abdullah, mimi ni mja miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kwamba mimi ni mwenye kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, mimi ni mwenye miongoni, kwamba alikuwa keshafundishwa moyoni anayo ile katika tauhid unajua nini, wa injilu ala Isa, sio wa furqanun ala khairil mala. Ile injili alikuwa nayo Nabii Isa katika moyo, Mwenyezi Mungu alikuwa ashamwekea tayari, kama ambavyo ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi umma Mwenyezi Mungu ametujalia sisi Qur'ani tunayo katika nyoyo zetu. Sisi ummati Muhammad Qur'ani hatuisomi katika vitabu tukaiacha tu, imo moyoni. Yani kwamba sisi ni hoja tosha. Hata kuna kisa kimoja, kuna shekhe mmoja kule sehemu za Lamu, Mungu amrahamu, alikuwa anapita sehemu akamkuta askofu mmoja, pasta, alikuwa ni pasta yule, anawaambia watu, ukimwona mtu amevaa kofia hana akili. Ukimwona mtu amevaa kofia hana akili. Yule shekhe akamwambia yule dereva, simamisha gari na nitakulipa gharama za watu kusimama hapa. Shekhe akateremka akamfuata yule bwana, akamwambia, bwana, naomba nikuulize swali. Akasema, uliza. Akamwambia, umesema wewe wenye kuvaa kofia wote hawana akili, hivyo na papa wenu hana akili, maana naye kofia anavaa. Kisha akawaga, asalamu alaykum, nenda zangu, nilikuwa nataka mjue hilo tu ndugu zangu. Akapanda gari akaenda zake. Ummati Muhammad wenyewe ni injili katika nyoyo zao. Basi hapa asema, mimi hakika ni mja wa Mwenyezi Mungu, amenipa mimi Mwenyezi Mungu kitabu. Yani kwamba ima Mwenyezi Mungu amenifaradhia atanipa kitabu, au amekwisha nipa kitabu kimo moyoni mwangu, ndo atani alkitaba. Kisha waja'alani nabiyan, na amenijalia mimi ni nabii. Mwenyezi Mungu kanijalia mimi ni nabii, ni mtoto mdogo, yani atakuwa na Muislamu. Ndivyo alivyo, si kwamba ni vingine. Muislamu yeye ni baraka. Waja'alani mubarakan, na amenijalia mimi ni mwenye baraka, yani kwamba baraka zinanifuata mimi, kheri zinanifuata mimi, uwepesi unanifuata mimi, nuru inanifuata mimi, uongozi na waongoza watu na waelekeza watu nikiwepo kwao inakuwa ni utulivu kwao. Ndio waja'alani mubarakan, amenijalia mimi ni mwenye baraka, ainama kuntu, popote ni wapo, popote nitakapokwenda mimi watu watanufaika na uwepo wangu. Ndio waja'alani mubarakan. Wa awsani bisalati wazakati, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenihusia mimi kuswali na kutoa zaka. Na yeye mtoto mdogo anazungumza hutuba kubwa sana hiyo, anawahutubia watu wanasikiliza. Amenihusia Mola wangu niswali na nitoe zaka. Ikiwa ukubwani mwangu utapata mali, nitoe zaka, lakini mimi lazima niswali, ndio nitakuwa baraka, ndio nitakuwa ni nuru, ndio nitakuwa ni rehema, ndio nitakuwa ni usaidizi kwa watu, ndio nitakuwa ni mtatuzi mkubwa wa mambo ya watu, kwa sababu ya kushikamana na haya. Tena akasema, madumtu haya, muda wangu nikiwa niko hai, muda wa kudumu kwangu niko hai, nitayafanya haya. Mpaka hapa tukome katika darasa yetu. Tukija mbele atasema ile aya ya 32, wa barran biwalidati. Tutakuja tuendelee mpaka hapa tukome. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla
fayattabi'una ahsana. Na tushike hadithi za bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa uchache tuweze kumaliza. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, alikuwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yudrikuhu alfajru, inamdiriki yeye, inampata yeye alfajiri, wa huwa junubun min ahlihi, na ile hali yeye ana janaba la mke wake. Ilikuwa alfajiri kitoka na yeye mtume ana janaba, sio la kujiotea. Ile janaba la kuota mitume walikuwa hawaoti, ni kwa sababu kuota ni mpango wa shaitani kumbabaisha mwanadamu, kumshawishi mwanadamu. Sasa mitume hawashawishiki. Hii wanaotaota wengine tu, lakini mitume la, mitume hawaoti. Sasa hapa tunapata hukumu ya kwamba ikiwa mtu atafanya mazungumzo na mke wake akapitiwa na usingizi, halafu akaja kuamka alfajiri imetoka, aende akaoge, aswali, funga yake ipo. Sio kwamba funga imeharibika, la, funga haijaharibika. Asema thumma yaghtasilu, kisha alikiamka mtume akaenda akakoga, wa yasumu, na akifunga. Muttafaqun alayhi, hadithi imepokelewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Wa an Aisha wa Ummi Salamata radiyallahu anhuma qalata, hadithi iliyopokewa na mama Aisha na Ummu Salama, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe na yeye. Huyu Ummu Salama ni katika wanawake ambao waliweka historia ya ajabu katika Uislamu. Ummu Salama, wewe bado Allahu na mtume wake hujawaweka moyoni, niache kwanza. Yule bwana akimwangalia Ummu Salama ni mwanamke mcha Mungu, mwanamke ambaye kwamba anafaa kuwa mke kweli. Acha sisi tunabahatika, bahati mbaya tunapata wanawake wafungaji wa milango na ufunguaji wa milango. Maana wengi tunao hao. Yaani wakuja na kufungulia mlango na anakufungia mlango. Mke yule bwana alipokwenda akafikiria, akasema hapana, siwezi kumkosa mke huyu. Alipokuja, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, yule mke akamwambia, ikiwa umeukubali Uislamu, Allah umempokea na mtume, sina haja ya mahari, mahari yangu ni Uislamu. Ndio Ummu Salama, mahari yake ilikuwa ni Uislamu, shahada mbili ndio alikuwa mahari. Sasa nyinyi leo mnataka mjue kwanza mume kaja ana kazi gani? Akiwa ni ustazi, tena unamuita ustazi. Ustazi ataenda kufa mwanangu, atakufa mwanangu. Sasa ustazi anategemea hitima, wasipokufa watu inakuwaje? Anaanza kujadiliwa kabisa riziki yake ustazi alayhi wa alihi wa sallama. Alikuwa mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yusbihu junuban, anapambazukiwa na alfajiri hali ya kuwa una janaba, min ghairi hulumin, bila ya kuota. Thumma yasumu, kisha anafunga. Sasa hapa tunapata hukumu ya kwamba yule ambaye atapambazukiwa alfajiri akishtuka na yeye ana janaba, somu yake ipo, aendelee na funga. Tunakuja mlango mwingine, asema babu bayani fadli saumi almuharrami wa shaabana wal ashhuri alhurumi. Huu ni mlango mwingine, asema huu ni mlango wa kubainisha ubora wa kufunga alhurumi. Hapa Ashura, siku hizi mbili zinapatikana katika Muharram. Ashura ni saumu ambayo mtume alikuwa akiifunga kabla ya kufaradhiwa Ramadhani. Alipokwenda Madina kule mwaka wa kwanza, akawakuta Mayahudi wanafunga tarehe 10 ya Muharram, inaitwa Ashura. Mtume akawauliza, nyinyi mnafunga Mayahudi kwa nini? Wanasema sisi tunafunga kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika siku hiyo tarehe 10 ya mfungo 4, Mwenyezi Mungu alimuokoa Nabii Musa alayhi salam na akamzamisha Firauni. Ilikuwa ni tarehe 10 ya Ashura. Sasa wanasema sisi tunafunga kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Bwana Mtume akawaambia wale Mayahudi, nahnu aula bi Musa minkum, sisi ni bora zaidi kwa Nabii Musa kuliko ninyi.
Mtume akafunga na akawaamrisha masahaba kufunga. Sasa ile siku ni bora mno ifungwe. Kisha akasema wa Shaabana, na kufunga mwezi wa Shaabani ule umalizika huu. Na wenyewe una mambo yake mwezi wa Shaabani. Tukiugusia kidogo, mwezi wa Shaabani ndio mwezi ambao ndani yake ilipatikana tahwilul qibla, kubadilishwa qibla kutoka kwenye yote. Hii ni Riyadhus Salihina ya Imam an-Nawawi, katika kitabu ambacho kimekubalika na matabaka yote ya Kiislamu. Ni Riyadhus Salihina, imekubalika. Sasa akikwambia mtu haifai kufunga, mwambie ndio akaangalie tu katika babu fadli saumi Muharram wa Shaabana, imeelezwa hapa. Mtume alikifunga Shaabani kwa sababu hiyo, kwamba ndani ya Shaabani kwanza kunakadiriwa umri wa watu katika Shaabani, halafu kisha kunawekwa majina, wanaonyeshwa malaika watakaokufa, wala fulani 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 fulani. Ndio maana ifungwe Shaabani. Wal ashhuril hurumi, na vile vile ubora wa kubainisha kufunga miezi ya heshima, ni ile miezi minne, ile Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajabu, ile ifungwe. Maana kuna kumezuka ugonjwa sizo, nakwambia na Rajabu hamfai kufunga. Sasa jamani, watu watafanya kheri gani? Kila kitu hakitakiwi. Watu kumtaja Mungu waache, wasimtaje. Watu kufanya hivi wasifanye, wasifunge, waweje. Ndio maana mnakatazwa kufunga, maradhi yamekuwa mengi. Kwa sababu katika ibada ambayo yule sahaba mmoja alikwenda kumwambia Bwana Mtume, ya Rasulullah, nijulishe mimi juu ya amali ambayo nitadumu nayo. Bwana Mtume akamwambia, alaika bisiyam, jilazimishe kufunga, fa innahu la mithla la, funga haina mfano. Tiba ya ajabu kweli kweli ni funga. Basi tusome hadithi moja, muda umekwenda. Asema ana Abi Hurairata, hadithi iliyopokewa na Saidina Abi Huraira radhiyallahu anhu, radhi za Mwenyezi Mungu na yeye. Qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, afdalu siyami, bora zaidi ya funga, bora zaidi ya funga. Mabwana, tulisema jana katika darasa, pana maneno mawili kama umepeleleza Al-Qur'anul Karim. Kuna sehemu inasema as-saumu na kuna sehemu inasema as-siyamu. Maneno mawili. As-siyamu maana yake ni kujizuia mtu na kutokula masaa 12 na kinywaji, kutokula na kutokunywa. Hii inaitwa siyamu. As-saumu ni mtu kujiepusha akiwa amefunga, yapatikana yote mawili, asiyam na asaumu, yapatikana yote mawili. Asiwe mtu amefunga alafu na michezo mizaha nayo, huyo hajashika miko. Ikiwa mtu kafunga matani anayo, hajafunga bado. Hadithi ya Bwana Mtume